Kwa hiyo wazazi na walezi wana wajibu mkubwa wa kuanza kuandaa watoto wa kike na wa kiume basically kabisa, kwamba nini mwanaume anatarajiwa awe namna gani, mwanamke anatarajiwa awe namna gani, ili tusije tukaja kulaumu kizazi kwamba hiki kizazi ni kibaya, ni kizazi sijui kikoje. Hicho kizazi kimezaliwa na nani? Kimezaliwa na sisi. Vile mimi nilivyo leo ni matokeo ya kizazi kilichopita nyuma yangu, vile nililelewa. Lakini vile hiki kizazi tunachokitarajia kinaitwa Gen Z. Gen Z ni matokeo ya kizazi cha nyuma yake. Kwa hiyo vile iko kizazi kitakuwa ni vile ambavyo sisi tumekiraise pamoja na teknolojia, lakini mzazi ana wajibu mkubwa sana wa kumjengea msingi mtoto wake wa kike na wa kiume kwenda kuwa mke na kwenda kuwa mume au kwenda kuwa mwanandoa. Kumbe Mungu alimuumba Adamu na alimwekea characters zake ambazo akisimama nazo atasimama kama mwanaume, akiwa amebeba. Sisi tupo kumwakilisha Mungu kwa namna tofauti tofauti. Mke yupo pia naye anamwakilisha Mungu kwa namna tofauti tofauti. Mwanaume anaposimama na kuyatenda majukumu yake, mwanaume ameumbwa kuwa mume. Cha kwanza ameumbwa kuja kuwa baba. Baba ni provider, yani yani mhudumu wa mahitaji, anahudumia mahitaji ya familia. Baba ni kiongozi. Kwa hiyo kumbe hata tunapowalea watoto wetu au tunapoandaa watoto kwa ajili ya baadaye, tunatakiwa tuyazingatie hayo, hasa kwa watoto wetu wa kiume. Tuwafundishe hivyo. Jana nilisikia sehemu mtu mmoja anasema yeye mamake alimtrain kuja kuwa baba bora, kwa sababu nasema kuna ile tendency, ameenda kucheza watoto wanaendaga kucheza. Akienda kucheza anasema mama haiti ile fulani, mda njoo tule, mda chakula fulani uko wapi, haitagi. Kikiiva kinatengwa na kula. Ukija ukikuta kipo, tulia, umepishana na muda wa kula, subiri baadaye. Kwa hiyo tayari ile inampa umakini. Hata kama anaenda kucheza anajua kabisa natakiwa kurudi nyumbani. Na ndio hivyo hivyo anapokuja kuwa baba, najua kabisa sasa nimeenda kwenye majukumu yangu, lakini kuna muda natakiwa kurudi nyumbani.